Ni yule Spare Master. Bwana, habari za wakati huu. Sisi ni Spare Master kutokea hapa Kariakoo, mtaa Donge Nyamwezi, na kama ilivyo ada yetu, kila siku tutakuletea masomo ya live, tutakuletea vipindi vya live. Tutakupa masomo kwa mfumo wa video ili kuweza kusoma na kupata maarifa zaidi. Na je, somo la leo linasemaje? Somo la leo tutasoma faida za fundi na namna ya kumwekea mfumo bora katika biashara ya spare za pikipiki. Bwana, hapa tutaenda kuona faida za kuwa na fundi katika biashara ya spare za pikipiki. Unaona? Lakini tutaona mifumo sahihi na mipaka ya kazi. Unaona? Kwa haraka hem tudiscuss kitu kifupi tu. Bwana wewe katika kundi A, wewe umefungua labda mtaji wako unaanzia milioni 2 hadi milioni 5. Unategemea hivi vitu vitoke kwa haraka. Unaona? Bidhaa ambazo umezileta dukani wewe zitoke kwa haraka. Zinatokaje kwa haraka ikiwa huna fundi mzuri, ikiwa huna fundi nje ambaye anakusaidia kufanya matengenezo ya hivi vifaa? Unaona? Ili aweze kukuletea mfumo rahisi kuelezea wateja ambao watanunua vile vifaa mara kwa mara na kila siku. Basi, tuingie katika somo letu. Hapa tutaenda kwanza na kuona faida za kuwa na fundi. Faida ya kwanza, anaongeza mzunguko wa mauzo. Unaona? Kila anapofanya kazi anahitaji spare. Unaona? Huyu kaja tairi yake imepasuka, atahitaji spare ili ambadilishie ampe spare nyingine. Unaona? Kwa mauzo yako yanaongezeka kila siku. Huyu leo atakuja kubadilisha tairi, huyu leo atakuja kubadilisha oili, huyu atakuja kubadilisha plug, huyu atakuja kubadilisha magneto coil, huyu atakuja kubadilisha let's say rims. Unaona? Huyu atakuja kubadilisha indicator, huyu atakuja kubadilisha balbu. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya rotation, lakini anayesaidia kufanya matengenezo ni fundi. Unaona? Kwa hiyo bidhaa ambazo umezileta dukani ili ziweze kupata mzunguko wa haraka, fundi ni muhimu. Fundi anaweza siwe katika tu duka, let's say umefungua duka hapo. Fundi sio lazima awe katika ile duka, lakini ikiwa una fundi hata upande wa pili ambaye anafanya hao matengenezo, wewe duka lako liko upande wa pili, let's say wa barabara au uko jirani, hakuna shida. Lakini still umuhimu wa fundi upo. Uwepo wa fundi ni muhimu katika kundi A, lakini pia hata kundi B. Unaona? Tutazidi kusoma kuona faida zake. Faida ya pili, analeta wateja moja kwa moja. Mteja anamwamini fundi. Unaona? Na yeye anakuelekeza sehemu ya kununua. Unaona? Mteja yeye ndo anafanyiwa marekebisho na fundi. Fundi anamtengenezea pikipiki yake au kifaa chake iwe kimekaa vizuri katika mfumo mzuri. Unaona? Kwa hiyo mteja anajenga trustship, anajenga uaminifu yeye na fundi. Kwa hiyo anakuwa amemzoea fundi. Fundi anakuwa anamshauri, anakuwa anamsaidia. Unaona? Kwa hiyo mteja huyu yule sasa amekuja anataka plug. Unaona? Fundi anambadilishia, lakini pia fundi anarudi kwako wewe kama muuzaji, anakushauri bwana, hizi plug tubadilishe tulete mfumo fulani. Unaona? Kwa hiyo inakusaidia, anakuletea wateja moja kwa moja. Unaona? Wakati huo amekushauri wewe, kamshauri pia mteja wake, bwana, hii plug tubadilishe au namna gani hivi na hivi. Unaona? Kwa hiyo analeta wateja moja kwa moja. Ndio maana fundi akipotea dukani anakuwa anapotea na wateja wake. Faida ya tatu, anakupa taarifa za soko. Hii inakusaidia kujua nini kinaharibika. Unaona? Quality inayotembea na modeli zinazotumika. Unaona? Let's say yule ni fundi anafanya matengenezo. Labda kuna modeli imeongezeka mtaani. Let's say mfano niliongelea upande wa Arusha. Kuna hii pikipiki 180 iliingia gia 6. Ilivyoingia ile pikipiki, kuna baadhi ya mafundi walikuwa wanawapa taarifa mabosi zao, bwana, hii pikipiki imeingia, ipo kwa wingi sasa hivi. Tulete spare zake. Bwana, sasa hivi kidogo quality ya hizi ya hizi balbu imepungua, au quality ya hizi brake shoe imepungua. Tutafute brake shoe kampuni nyingine nzuri. Unaona? Lakini kwa hiyo wanakupa taarifa za soko linaendeleaje, soko linataka nini. Unaona? Sambamba na supplier wanakuwa wanashirikiana. Lakini mtu ambaye yuko karibu na wewe kwa ukubwa na mnafanya naye kazi pale kwa pale, kulingana na ile soko lako pale unalouza wewe, sio unalonunulia. Supplier unalonunulia, soko la unalouzia wewe ni fundi, ndio anakupa hizo taarifa. Unaona? Kwa anakusaidia kujua nini kinachoharibika haraka ili ulete quality inayotembea haraka, lakini pia modeli zipi ambazo zimeongezeka zinahitaji kuletewa bidhaa. Faida ya 4, anakusaidia kujua bidhaa kwa haraka na kukushauri. Kuna watu wengi wanahitaji kufungua biashara spare za pikipiki, lakini hawajui A to Z, hawaelewi kabisa. Hawaelewi spare ni nini, hawaelewi vifaa vya fundi ni nini, lakini kupitia fundi huyu wanawapa mwongozo mzuri. Ndio maana wafanya biashara wengi wanaokuja au wanaotaka kufungua biashara spare pikipiki wanakuja dukani kwetu, wanakuja na listi fupi ya fundi. Unaona? Kwa hiyo alishaka chini na fundi, akaongea naye, akamshauri hivi na hivi, akaona kweli ni biashara nzuri. Unaona? Kwa akampa mwongozo. Sasa wewe ndugu yangu unafungua biashara katika kundi A, mtaji wa chini, una fundi, unategemea utauzaje?
Unaona? Unategemea nani atakusaidia kujua bidhaa kwa haraka na kushauri. Nani atakusaidia kujua kwamba bwana hii ni chain kit. Ndani inakuwa na chain, ndani inakuwa na sprocket ya mbele na nyuma. Mimi kama supplier nitakusaidia kwa kuuzia, kwa kuorodheshea na kupangia listi maalum ambayo itakusaidia mfumo mzuri wa wewe kujua hizi bidhaa. Unaona? Je, ukienda kule kwenye kuuza, mimi sitakuwepo? Sitakuwepo. Atakuwepo kusaidia ni nani? Huyu ndo fundi atachukua nafasi nzuri ya kusaidia wewe kushauri. Bwana, mpe sprocket huyo. Fundi sprocket hivi ndio ipi? Hiyo ndo sprocket. Ndio hii hapa. Okay, ndio hii ndio boxer. Angalia hapo imeandikwa BM150 au BM125. Hiyo ndio boxer. Kwa hiyo from there au kuanzia hapo unajua kabisa, hii ni spare, hii ni sprocket full ya boxer. Unaona? Kwa hiyo fundi anakusaidia kujua bidhaa kwa haraka na kushauri. Unaona? Bwana, hii sprocket ileta kampuni wateja nasema haiko vizuri sana. Kwa hiyo tubadilishe kampuni nyingine. Unaona? Yote ni faida ya fundi. Lakini pia anajenga uaminifu kwa wateja. Wateja wanaamini maoni ya fundi. Fundi akimshauri mteja badilisha hiyo ili inakaribia injini, mteja hatosita kubadilisha. Na atamwamini fundi, atakuwa anakuja mara kwa mara kufanya kazi na yeye. Kwa hivyo wananunua bila kusita. Leo la kaja kubadilisha labda nini? Kaja kubadilisha labda kumwaga oil, unaona? Lakini akaambia bwana, hii crankshaft, huu mkono kwenye wa engine umekufa, tubadilishe. Mteja hata kama hatakuwa na uwezo wa pale, lakini kwa wakati mwingine atarudi kwa sababu anajua ile mshauri ni nani. Unaona? Kwa hiyo faida nyingine ya 6, anaongeza thamani ya biashara. Biashara yenye connection na fundi inaaminika na kuwa professional. Wewe unauza spare, unategemea usiwe na fundi, uze spare tu. Alafu mtu aje achukue bidhaa kwako akamtafute fundi. Haiko professional. Lakini mtu anachukua bidhaa hapo, anaenda upande wa pili bwana kwa fundi. Inasaidia. Fundi yuko nje, inasaidia. Mtu kazibiwa pancha, anajaziwa na compressor upepo na fundi. Unaona? Anaamini kabisa tairi imekaa vizuri. Unaona? Anabadilisha tairi imekaa vizuri, anaondoka fresh kabisa. Kwa hiyo yote anaongeza thamani ya biashara. Ndio maana tunasema biashara yenye connection na mafundi inaaminika na kuwa professional. Inakuwa na validation. Inakuwa inaaminika. Vile vitu ambavyo vinauzwa vinathibitishwa kwa kufanyiwa matengenezo na kufanya kazi. Lakini tuone hasara za fundi akikosa mfumo bora. Unaona? Kabla ya hapo tusiingie kwenye hasara za kukosa za fundi. Tuende kwenye mfumo sahihi na mipaka ya kazi. Unaona? Mfumo sahihi na mipaka kazi inakuwa ni hivi. Fundi kazi yake ni matengenezo na ushauri dukani. Anagundua tatizo, anashauri spare, lakini pia anafunga. Yeye hausiki na mauzo. Unaona? Muuzaji, in case wewe umefungua biashara yako ya spare za pikipiki au duka lako, ukamweka muuzaji, wewe ukawa kazi yako ni kuja kumwangalia yule muuzaji kauza nini, kafanya nini. Fundi yeye kazi yake anakuwa anafanya matengenezo, anamshauri na ushauri, anagundua tatizo, anashauri spare gani, anachukua spare kwa muuzaji dukani. Yeye kazi yake sio kuuza, kazi yake ni matengenezo. Kwa hiyo muuzaji kazi yake ni nini? Kazi yake ni mauzo na kutoa bei ya bidhaa, lakini pia na control ya mauzo, control ya pesa. Au bidhaa imechukuliwa, fundi amechukua, ameshafanya matengenezo, amelipwa, fundi naomba ulipie bidhaa, alipia bidhaa, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kazi ya muuzaji, yeye anauza bidhaa, anaweka bei, anasimamia pesa na stoku. Unaona? Kwa hiyo analinda biashara. Lakini ikiwa umemwekea fundi mfumo mbovu, fundi anaweza kuchukua bidhaa mwenyewe dukani, umemkabidhi ofisi, kidogo mauzo hatakaa sawa kwa sababu fundi huko anahusika matengenezo wakati huo, at the same time pia yuko dukani. Unaona? Kwa hiyo ni changamoto. Mfumo unakuwa sio mzuri. Lakini mfumo ukiwa kama huu, mfumo unanyoka. Kwa hiyo flow ya biashara inakuwaje sasa ukiwa kuna combination ya muuzaji na fundi au combination ya muuza duka au spare na fundi? Inakuwa ni hivi, mteja anakuja, fundi anatatua tatizo. Unaona? Fundi anatatua tatizo. Akishagundua tatizo, anasema bwana, hapa tatizo labda ni indicator imeungua. Kwa hiyo indicator inachukuliwa dukani. Unaona? Ananunua spare dukani. Fundi anaifunga. Si umeelewa hapo? Kwa hiyo huu ndio mfumo, huu ndio mzunguko unaolinda faida yako na kuleta wateja.